Je, unajua kama Diamond ana deni kubwa sana? Inawezekana hujui, na leo nataka nikuhabarishe Diamond ana deni gani. Lakini kabla sija kueleza Diamond ana deni gani, ningependa unisikilize kwa ufupi kwanza, alafu tutaenda kuzungumza Diamond ana deni gani. Kwanza ieleweke, hakuna mtu ambaye ana mafanikio makubwa hana madeni. Kinachotokea tu ni kwamba kuna wengine huwa madeni hawayalipi, kuna wanaodai wakati mwingine hawadai. Sasa mwanamuziki wetu Diamond Platnumz ni mmoja wa watu waliofanikiwa sana kwenye muziki, na ni mtu ambaye amefanikiwa kwenye kipato pia kutokana na muziki wake na uwekezaji wa aina nyingine ambao anaufanya. Sasa kama ilivyo kwa watu wengine waliofanikiwa wana madeni, na yeye ana deni ambalo limekuwa likifichwa au limekuwa halizungumzwi mara zote, na inawezekana yeye mwenyewe hata kulikumbuka alikumbuki kwa sababu wanaomdai hawadai. Lakini leo utaelewa. Sasa madeni amekuwa nayo Diamond tangu akiwa mtoto. Wako anaowalipa, lakini wako ambao hawalipi, hajawalipa. Inawezekana labda sina taarifa, lakini ukweli ni kwamba kuna watu wamemwezesha kufika pale alipo na hana mpango wa kuwalipa. Ikumbuke kwamba mama Diamond alilea Diamond katika mazingira ya shida mpaka amefikia kufanikiwa. Diamond alimnyea mama yake, alimchafua mama yake. Mama yake alimlea, hakusikitika, hakulalamika kutokana na kuchafuliwa na Diamond kwa sababu ya kumnyea wakati anamlea. Alimlea hivyo mpaka amefika kwa kijana mkubwa mwenye mafanikio yake makubwa. Lakini wako watu wengine aliowanyea, na kwa kuwanyea huko wamemlea na amefanikiwa kufika pale alipo. Sasa nataka leo nikuhabarishe, Diamond aliwanyea watu wa Mbagala, na watu wa Mbagala hawajalalamika, wamenyewa. Wakati Diamond anaanza muziki aliinuliwa na muziki uliompaisha au wimbo uliompaisha ni wimbo ambao ulikuwa unainyea Mbagala, unaidharaulisha Mbagala. Alipotoa wimbo ulioonyesha kwamba Mbagala ni sehemu moja ya hovyo, chafu, sehemu ya matakataka, kweli ni sawa na kumnyea mtu, amemchafua. Lakini Mbagala haikumlalamikia, Mbagala haijamshambulia kusema kwamba sasa wewe unatuchafua sisi. Mbagala imekaa kimya. Kwa lugha nyingine, Mbagala imemlea, ilikubali kumlea Diamond kama ambavyo mama yake amemlea bila kujali anamchafua kiasi gani. Sasa Mbagala, wimbo wa Mbagala ndio uliompaisha Diamond na kumtengenezea mazingira ya kufika pale alipo leo. Na hawa watu wa Mbagala aliowanyea, aliowachafua kwamba Mbagala ni chafu, ina matakataka, hawakumlalamikia. Kwa lugha nyingine, Mbagala imemlea Diamond na imemfikisha pale alipo. Sasa Diamond leo analipa fadhila kwa mama yake kwa malezi aliyompa. Alivyomchafua hakujali, alivyomsumbua kujali. Analipa fadhila kwa kumpa malezi ya maana sana. Je, Diamond unafanya nini kwa ajili ya watu wa Mbagala? Mbagala ambayo uliinyea haikulalamika, Mbagala ambayo uliinyea ikakulea na ikakupa pesa kwa kusikiliza mziki wako. Je, umefanya nini hadi leo? Diamond una deni na Mbagala. Kwa uwezo ulionao,
una kila sababu ya kufanya jambo fulani kubwa kwa ajili ya watu wa Mbagala, ambao Mbagala yao ili kupaisha na kufanya ufike hapo ulipo. Kwa wale ambao walikuwa hawajui deni ni la aina gani, deni la Diamond ni la aina hiyo, sio deni la pesa kwamba watu fulani wamemdai shilingi milioni kadhaa. Hapana, ni deni tu la kisaikolojia kwamba amepaishwa na Mbagala, basi afanye jambo kubwa jema na watu wa Mbagala wafurahi, kama ambavyo watu wengine waliosoma shule fulani wakitoka pale baadaye wanarudi wanafanya ufadhili kwenye shule ile, au walienda mahali fulani wakapokelewa vizuri, lakini baadaye wanakuja wanakumbuka kule, wanakwenda wanafanya kitu. Basi ni wakati sasa wa Diamond Platnumz kufanya jambo fulani kubwa ambalo litafurahiwa na watu wote wa Mbagala. Hilo ndilo ambalo nilikuwa nataka niliseme. Diamond anadaiwa hicho na yeye anapaswa kujua hilo. Bali na hilo, nimpongeze Diamond kwa mafanikio alionayo, aendelee kupambana kuiwakilisha Tanzania kimataifa.